ambao nafaa kupatia vidokezo ama taarifa kwa ufupi umesonga, umeyoyoma na unatamatika pale. Lakini niruhusu moja kwa moja niende ule upande mwingine, ni kujuze yale ambayo yatatukia leo, yale ambayo yatatukia kesho na yale ambayo yametukia usiku wa kuamkia leo. Karibu tuandamane nawe mpaka mwisho. Nikianza moja kwa moja, nasema kwamba siku ya leo makatibu 51 katika wizara tofauti tofauti wataapishwa pale Ikulu, sherehe ambayo itaongozwa na Rais William Samoei Ruto. Kumbuka kwamba ni baada ya kupigwa msasa na kukubalika kwamba wana tajriba ya kutosha kuendesha zile wizara tofauti tofauti, na vile vile kuidhinishwa na bunge na baadaye majina yao kuandikwa ama kuchapishwa katika gazeti rasmi la serikali. Nikiachana na swala hilo, kuanzia wiki ijayo, kuanzia tarehe 9 mwezi huu, wabunge sasa wamefurahia kwa sababu ile wizara ya fedha imekubali kutoa pesa za NGCDF, National Government CDF. Kumbuka kwamba ni swala ambalo lilikuwa limezua hisia kutoka kwa wabunge wakisimama kidete kusema kwamba zile fedha zinasaidia maeneo bunge tofauti tofauti. Kwa hivyo baada ya mwanasheria mkuu kutoa ushauri kwa wizara ya fedha, basi waziri wa fedha Njuguna yosema kwamba pesa zile zitaanza kuingia katika kaunti za maeneo bunge kuanzia tarehe 9, na anasema kwamba wale ama maeneo bunge yatapata shilingi bilioni 2 kila wiki, kwa jumla ya wiki 23, basi watakuwa wamepata karibu shilingi bilioni 44.3 pale, kulingana na hesabu kutoka kule bungeni. Mtazamaji na msikilizaji, niachane na swala lile nikupeleke kwenye Hustler Fund. Kulingana na taarifa kutoka kwa waziri wa yale mashirika madogo madogo Simon Chelugui, nasema kwamba kufikia jana Wakenya walikuwa wamelipa shilingi milioni 7.7 kwenye ile hazina ya Hustler Fund. Kumbuka kwamba hiyo jana tulikuwa tumekutangazia kwamba Wakenya walikuwa wamekopa zaidi ya shilingi milioni 400 kufikia jana, na zaidi ya Wakenya 1600 malaki 6 walikuwa wamekopa zile fedha. Sasa inasemekana kwamba kuna wale ambao wamerudisha ile mikopo tayari kufikia shilingi milioni 7.7. Nikiachana na swala hilo, ni kupeleke upande mwingine kwenye ile kamati ya bunge kuhusu sheria ambayo inaitwa JLAC. Inasema kwamba makamishna wanne wa IEBC, ama imependekeza makamishna wanne wa IEBC wafutwe kazi, kisha kamati iundwe ya kuwachunguza wale makamishna wanne kwa yale makosa ambayo wanatuhumiwa kufanya baada ya uchaguzi wa Agosti 9. Ni pendekezo, kumbuka kwamba ambalo linakuja wakati ambapo muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya bado wanateta kuhusiana na swala hilo, na hakuna maelewano kati ya wale wabunge kwenye bunge la kitaifa, huku kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga akisogesha mbele yale maandamano na maoni ya wananchi ambayo alikuwa amepanga kuanza kupokea Jumatano ya wiki hii hadi tarehe 7 ambayo ni wiki ijayo. Kwa hivyo ni swala zima kuhusiana na wale makamishna wanne waliojitenga na matokeo ya uchaguzi wa urais. Nitoke pale nikupeleke nikupe taarifa za kimataifa kidogo, kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa huenda akakumbana na swala ama hoja ya kumuondoa afisini kwa kile kinajulikana kwamba kutuhumiwa kujihusisha na ufisadi wa viwanja kule Afrika Mashariki. Kwa hivyo ni swala ambalo kwa kweli linazua hisia hapa na pale katika taifa lile, wakati pia ana muda mchache pale afisini kabla ya uchaguzi kufanyika. Na kule Marekani,
Rais Joe Biden sasa anasema kwamba kuna uwezekano wa kufanya mazungumzo na Rais wa Urusi Vladimir Putin ili kumshawishi asitishe uvamizi wake kule Ukraine. Biden hata hivyo anasema kwamba atafanya yale mazungumzo tu akiwa anaelekezwa na wananchi wanachama wa NATO. Kwa hivyo ni swala zima la kujaribu kuhakikisha kwamba vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vinakomeshwa, akisema kwamba kuna njia moja tu ambayo hivi vita vitaisha, na ni Urusi ama wanajeshi wa Urusi kuondoka kule Ukraine. Kumbuka kwamba Marekani inasema itaendelea kutoa msaada wa silaha za kivita kuelekea kule Ukraine. Ni kupeleka upande mwingine na Secretary General ama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres sasa anasifu sana hatua za vita kukomeshwa katika eneo ama katika taifa la Ethiopia. Kumbuka kwamba vita vilikomeshwa baada ya serikali kukubaliana na wale wapiganaji wa Tigray pale kusitisha vile vita, na ni juhudi ambazo zilikuwa zinaongozwa na rais mstaafu wa taifa la Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, wanaita the Pretoria Agreement, ambayo ilisitisha vile vita. Na upande mwingine pia ni kwamba Umoja wa Mataifa sasa hivi umewasilisha pendekezo jipya la kutaka kupewa msaada wa dola bilioni 51 kwa mwaka wa kifedha ambao unakuja wa 2023 ili kutoa usaidizi kwa mataifa wanachama ambayo yatakuwa yanakumbwa na shida tofauti tofauti. Kumbuka kwamba kima hichi cha fedha dola bilioni 51 ni kikubwa zaidi ya ile misaada ambayo Umoja wa Mataifa umekuwa ukiomba kutoka kwa mashirika tofauti tofauti. Na nikiachana na swala hilo, pia Umoja wa Mataifa pia umewasilisha pendekezo kwenye mahakama ya ICC kufungua kesi dhidi ya Urusi kwa kuvamia taifa la Ukraine. Kumbuka kwamba ICC bado inachunguza vita dhidi ya Ukraine, na huu unaitwa uhalifu wa kivita. Mtazamaji na msikilizaji, ni masuala ambayo yanaendelea katika nyanja tofauti tofauti, lakini kumbuka kwamba kwa ufupi kabisa, kwa ukina kabisa tutakujuza kuanzia saa 2:30. Kumbuka vile vile kesho inaitwa tomorrow is on the 3rd of December. It is International Day for People Living with Disabilities. Kwa hivyo mataifa tofauti tofauti najua watajumuika. Kenya itajiunga na mataifa mengine kusherekea siku hii ya watu ambao wanaishi na ulemavu, na wengi hasa Kenya anataka kwamba watu wanaishi na ulemavu washirikishwe katika siasa, washirikishwe katika uongozi ili wapate nafasi ya kutetea watu wengine wanaoishi na ulemavu. Mtazamaji na msikilizaji, ni hayo kwa sababu muda wangu dakika 18 pale umetamatika. Acha niende upande mwingine pale nikupatie wimbo moja